Hii ni Science Tip, karibu katika channel yetu. Hakikisha umesubscribe kwa kugusa maneno mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe. Pia uguse kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu zinazohusu afya ya mama mjamzito na maendeleo ya mtoto tumboni. Asante. Siku ya leo nakwenda kujibu swali la msikilizaji wetu aliyeuliza kuwa kipimo cha mimba kinasoma baada ya siku ngapi. Katika kipindi chetu cha leo tunakwenda kujibu swali kwa kuangalia mambo yafuatayo. Tunaangalia aina ya vipimo maarufu na pia tutaangalia vipimo vya mimba hivi vinasoma baada ya siku ngapi. Hivyo basi fuatana nami kuanzia mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uweze kufahamu kila kitu. Tukianza na aina ya vipimo maarufu kabisa, kuna vipimo aina mbili. Vipimo vya mimba viko aina nyingi. Kuna vipimo vya asilia na vipimo vya hospitali. Wakati vipimo vya asilia huwa wanatumia vipimo kama wanapima mimba kwa kutumia chumvi, kwa kutumia sukari, kwa kutumia dawa mswaki na kwa kutumia vitu vingine mbalimbali. Wanabainisha kwamba uwepo au kutokuwepo kwa mimba. Lakini pia vipimo vya hospitali maarufu ambavyo vinatumika kupima ni kama vile ultrasound na kipimo cha mkojo ambacho ni maarufu sana kwa dukani, vipimo vya mkojo. Hivyo ndio vipimo maarufu na maalum vinavyotumika sana katika kupima mimba. Kipimo cha mkojo hiki ni kipimo ambacho huwa kinatumika kupima mkojo kubainisha uwepo wa mimba. Kipimo hiki huwa kinapima uwepo wa homoni za uzazi katika mkojo. Kipimo cha ultrasound hiki ni kipimo ambacho huwa kinapima mabadiliko ya tumboni ya mtoto ndani ya tumbo. Kinaonyesha ndani ya tumbo la mama kuna nini. Hivyo basi vipimo vyote viwili hivi ili viweze kupima na vibaini uwepo wa mimba vinahitaji muda fulani. Hivyo basi katika kipindi chetu cha leo ndio tunakwenda kuangalia kipimo cha mimba kinasoma uwepo wa mtoto tumboni baada ya siku ngapi. Tukianza na kipimo cha mkojo, kipimo cha mkojo kitaalamu huwa kinasoma baada ya kuanzia wiki 2 na kuendelea, wengine hadi wiki 3. Kipimo cha mimba kinasoma baada ya wiki 2. Hii ni kwa sababu ndani ya wiki 2 hizi homoni za uzazi zinakuwa zimezalishwa za kutosha, zinakuwa zinaandaa mfuko wa uzazi kulea mtoto alioko tumboni. Na pia inakuwa homoni za uzazi zimejaa mwili mzima kuandaa sehemu mbalimbali za mwili, kwa mfano kutanua nyonga, kunenepesha mwanamke, kunenepesha maziwa na kumnawilisha mwanamke. Hivyo basi homoni hizi huwa ziko katika mwili mzima wa mwanamke. Hivyo basi unapopima kwenye mkojo homoni hizi huwa zinaonekana. Hivyo basi kipimo cha mkojo huwa kinahusika kuangalia homoni za uzazi zilizoko kwenye mkojo. Kipimo namba 2 ni kipimo cha ultrasound. Ultrasound huwa kinasoma baada ya muda fulani. Na wengine wanasema wiki 3, wengine 4, wengine wanasema mwezi na nusu, lakini kipimo cha ultrasound huwa kinakawia kwa sababu huwa chenyewe kinabainisha mabadiliko ya tumboni. Hivyo basi inahitaji mtoto awe amefikia hali fulani ambapo kipimo kile kiweze kumbainisha. Lakini mara nyingi ultrasound huwa inatumika kupima mimba kubwa kwa niaba ya kubainisha jinsia ya mtoto au kwa niaba ya kubainisha tumboni mtoto je, anacheza au hachezi. Ultrasound. Hivyo basi kwa ujumla kipimo cha mimba kinasoma baada ya kuanzia wiki 2 na kuendelea. Na hayo ndio majibu. Kama ni mgeni katika channel hii hakikisha umesubscribe hapo, pia umelike video yetu, pia umeshare. Na kama wewe una matatizo ya kutoshika mimba, nenda hapo chini nimekuwekea kitabu ambacho kitakusaidia kushika mimba. Na kama una matatizo ya unene mama wakati wa mimba, pia nimekuwekea dawa hapo kwenye description ambayo itaweza kufanya upungue unene, kwa sababu unene unaweza kusababisha magonjwa mengi kama mshtuko, pressure na magonjwa kama ya kansa, na ukasababisha kuhatarisha maisha yako na maisha ya mtoto. Hivyo basi nenda kwenye description hapo, kacheki hizo linki. Na pia nimekuwekea kitabu cha cookbook, kitabu ambacho kitakusaidia ule vyakula gani ambavyo vitakufanya usiweze kunenepa. Yaani kitabu ambacho kinakuongoza ndani ya siku 28 upike vyakula gani usiweze kunenepa. Pia kama wewe kuna wale wanawake ambao ni wanene pia, sio lazima uwe mjamzito, mtu usizokuwa ni mnene tu sio mjamzito, pia unaweza kwenda ukacheki hicho kitabu cookbook kitakusaidia. Asante.